Tumshangie Yesu kwa ajili ya watoto wetu. Haleluya. Wanasema huu ni wakati wao wa kufanya kazi ya nani? Nimlete mhubiri. Karibu mhubiri, utuletee ujumbe wa neno la Mungu. Karibu sana mhubiri wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha kufika mpaka siku ya leo. Namshukuru askofu, wachungaji, baraza la wazee na kanisa lote kwa ujumla. Jina langu ninaitwa Serena Diamond Kaigili. Na somo letu la leo ni kufanya kazi za Mungu. Leo ninaenda kuwafundisha aina 3 za kazi. Kazi ya kwanza ni kazi binafsi. Kazi binafsi ni zile kazi ambazo zinamwezesha mtu kupata kipato kwa ajili ya mahitaji. Kazi ya pili ni kazi ya shetani. Kazi za shetani ni kama vile uongo, uchawi na kadhalika. Na shetani hawezi akafanya kazi mwenyewe, ni lazima amuingilie mtu. Kazi ya 3 ambayo ndio somo letu la leo ni kazi za Mungu. Kazi za Mungu ni zile kazi ambazo zinampendeza Mungu, ambayo zinatoka katika kitabu cha Yohana 9 mstari wa 1 hadi wa 4. Nayo inasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, mtu huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kufanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Inatubidi tufanye kazi za Mungu kabla ule usiku haujaja. Kwanza, usiku ni ule muda ambao mtu anashindwa kufanya kazi za Mungu au anakuwa hana ule uwezo wa kufanya kazi za Mungu. Na mchana ni ule muda ambao mtu anakuwa na uwezo wa kufanya kazi za Mungu. Haleluya. Inatubidi tufanye kazi za Mungu kwa sababu Yesu atakaporudi utatoa hesabu gani? Kwa hiyo inabidi ufanye kazi za Mungu ili Yesu atakaporudi unaweza ukatoa hesabu. Inatubidi tufanye kazi za Mungu bila kuchoka. Fanya kazi za Mungu pasipo kuchoka. Neno la Mungu linasema, amka wewe usinziae, toka katika wafu. Inatubidi tufanye kazi za Mungu. Na mtu hawezi akafanya kazi bila Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayemwezesha mtu kufanya kazi. Wewe kama unajua huwezi kufanya kazi za Mungu, ukija hapa kanisani kuna askofu, kuna mama askofu, kuna wachungaji, kuna baraza la wazee. Ukija hapa tunakuombea na utaweza kufanya kazi za Mungu. Na pia ukifanya kazi za Mungu, malipo yake ni uzima wa milele. Na ukifanya kazi za shetani, malipo yake ni kwenda jehanamu au mauti. Haleluya. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu huwezi ukafanya kazi ya Mungu yoyote. Na inabidi uchague mojawapo, kwa sababu kuna zile falme mbili. Falme ya kwanza ni ile ya Mungu na ya shetani. Inatakiwa uchague moja, kama ni ya Mungu ama ya shetani. Ila ukichagua zote tayari itakuwa dhambi. Kwa hiyo mfanye Yesu awe nambari moja. Bila yeye usingefika hapa.
Natumaini hamna mtu anayeshindwa kufanya kazi za Mungu. Kwa hiyo wote mnaweza kufanya kazi za Mungu. Naomba nimkaribishe askofu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tupige makofi ya shukrani kwa Selena. Amefanya kazi nzuri sana hapa, na kwa sababu ujumbe wake mkubwa unatuhimiza juu ya kufanya kazi za Mungu, naomba hapa tusimtazame Selena, tumtazame Roho Mtakatifu anasema na sisi. Swali ni hili: wewe kweli unazifanya kazi za Mungu? Na kwa kuwa kama tusipofanya ya Mungu ni mawili, ama tunafanya ya shetani ama tunafanya yetu wenyewe. Na kama tunafanya ya shetani, mwisho wake ni katika hukumu ya milele. Lakini kama tunafanya ya Mungu, mwisho wake ni uzima wa milele. Mhubiri wetu amesema vizuri. Tukiwa tumesimama, hebu iombee nafsi yako. Kama uko mbali na Mungu, yaani njia zako, mienendo yako haiko vizuri, mwambie Bwana, kupitia mahubiri haya naomba nisamehe. Kuanzia leo nisaidie nifanye kazi yako kabla giza halijaja, kabla usiku haujaja, mahali ambapo nitashindwa kukutumikia.